Halo, habari. Ukiwa kama Mtanzania, kumekuwa na dhana potofu sana katika jamii zetu kwamba hizi taasisi za kifedha ambazo tunaziita microfinance institutions zipo kwa ajili ya kuwaumiza wananchi, na sisi wa Tanzania tukaamua kuziita kabisa kausha damu. Kwa hiyo leo niko hapa kutoa elimu kuhusu hizi taasisi za kifedha. Nitatoa elimu madhubuti kabisa na nitachambua kwa kina zaidi, sote tupate kuelimika kwa faida yetu sisi pamoja na vizazi vyetu vinavyokuja. Na nitaeleza kwa kina kwa nini microfinance institutions sio kausha damu, bali ni taasisi za kifedha ambazo ziliundwa mahususi kabisa ili kuwasaidia Watanzania na si waumize. So hakikisha umetufollow account yetu, umelike, umecomment. Ikiwa una swali lolote unaweza ukauliza hapa chini kwenye comment, ama ikiwa una dukuduku lolote unaweza ukatufuata DM, mimi nitakujibu na nitakuelekeza kabisa bure. Okay. Leo tuangalie nini maana ya microfinance na kwa nini zilianzishwa. So microfinance, kulingana na Microfinance Act, microfinance ni utoaji wa huduma za kifedha kwa watu wenye kipato cha chini sana, kwa wajasiriamali wadogo wadogo na wafanyabiashara wadogo wadogo ambao hawawezi kufikia huduma za kifedha katika benki kubwa, kwa mfano NMB, CRDB, NBC na benki nyingine kubwa. Kwa hiyo huduma hizo za kifedha ni kama mikopo midogo midogo, bima ndogo na huduma nyingine za kifedha ambazo ni ndogo ndogo. Kwa nini zilianzishwa hizi huduma za kifedha katika taasisi hizi ndogo ndogo za kifedha? So zilianzishwa kwa sababu Watanzania wengi kipato chetu ni cha chini na sisi hatuwezi kufikia huduma za kifedha katika benki kubwa. Kwa mfano, mamalishe, siwezi nikatoka nikaenda kuomba mkopo benki kingali kipato changu mimi ni shilingi 5,000, 10,000, 15,000 mpaka 20,000 kwa siku. Siwezi nikaenda kuomba mkopo benki ambao wao wanakopesha labda kuanzia milioni na kuendelea. Kwa hiyo ndio maana microfinance institutions ambazo hizi taasisi za kifedha ndogo ndogo zilianzishwa. Lakini pia sisi wa Tanzania, hata nikitoka mimi leo mfanyabiashara mdogo kwenda kuomba mkopo benki, sina dhamana ya kuweza kukidhi mkopo. Kule wanakopesha ila kubwa, kwa dhamana kubwa ni either nyumba, kiwanja na mali nyingine kubwa. Nadhani wote tumeelewana. So kama una swali lolote unaweza ukaniuliza hapa.